Filamu inafunguka na mchizi hapa anaitwa Kingsley. Anamkaribisha mama yake pamoja na mdogo wake Nene nyumbani kwake. Hawaamini kabisa kama mchizi ndo anamiliki huu mjengo. Mama ametoka hospitali kwa sasa, akakutana hii surprise ya maana tu, maana alikuwa hajawahi kuona mjengo wa mchizi. Filamu inaitwa Sugar Baby. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Kingsley na familia yake walikuwa wanaishi maisha ya kimaskini sana, lakini ghafla tu Kingsley amekuwa na utajiri wa kutosha. Mama haelewi, umewezaje hivi kupambana tu na baraka za Mungu? Sasa nini kipo nyuma ya hizi mali za Kingsley? Kwa nini mama ameshangaa hivi na imekuwaje? Filamu ndo kwanza inaanza hapa sasa. Kila kitu humu ndani mama na Nene walikuwa na shangaa tu. Sasa Nene ndoto yake kubwa ni kumiliki mgahawa, kwa hiyo Kingsley akapambana kinoma kuitimiza hii ndoto yake. Akampa mtaji pamoja na pesa ukarabati wa eneo, lakini pia kama haitoshi akamwagizia na vifaa kwa ajili ya kuanzia kazi. Kingsley anaishi maisha ya kitajiri sana, ana nyumba kali, anamiliki gari, lakini kifupi mchizi amejipata kwenye haya maisha. Baada ya mwezi mmoja kupita, mama akahitaji kuongea na mwanaye. Sasa mama akasema, najivunia sana mwanangu, umeivunja ile nyumba ya kijijini ukawa umejenga nyingine, kwa hiyo tunajivunia sana kwa hilo. Hata mzee wako huko alipo anajivunia sana wewe. Mchizi akasema ni neema za Mungu tu. Mwisho mama akamtaka mchizi aoe sasa ili awe na wajukuu, maana amechoka kumwona yuko peke yake hivi. Mwanangu, ukirudi nyumbani magari hawezi kukupokea, unapaswa uoe ili niwabebe wajukuu zangu sasa hivi nikiwa na nguvu. Hata nyumba uliyoijenga kijijini sio yangu wala ya Nene. Nene ataolewa, ataondoka hapa, ile ni kwa ajili yako wewe na watoto wako. Sawa basi bana. Mama akampendekeza Chigozi, msichana ambaye ni mtoto wa kiongozi wa kanisa. King akasema amemsikia, atalifanyia kazi hilo, haupasi kunitafutia mke bana. King akaahidi atatafuta mke mwenyewe wa kumuoa. Mama akawa amekubaliana na hili. Sasa Kingsley anafanya kazi kwenye ofisi ya kuuza wanaume. Akifika ofisini huwa anaitwa Sugar Baby. Kwa sasa yeye ndo top player wa hii kampuni. Hii iko hivi, Madam V anamiliki vijana wengi sana, kwa hiyo mishanga zikihitaji mikito ya vijana huyu inakuja kuwanunua hapa na inatoa pesa ndefu sana. Ndio maana mchizi amefanikiwa mapema sana. King ana wateja wenye pesa vibaya mno. Hii kazi inamtaka asioe, ndio maana alipata ugumu sana kumkubalia mama yake. Kingsley ana mshikaji wake mmoja anaitwa Bricks, wanafanya kazi kwenye kampuni moja hawa. Huyu mchizi ndo kamleta Kingsley kwenye hii kazi. Basi bana, Kingsley leo akamwambia Bricks kuwa anataka kuacha kazi. Hii kamshtua kinoma mchizi. King akasema anataka kuanzisha familia. Madam V hatafurahishwa na hili, ujue nafanya kwa ajili yangu, nimewekeza kwenye biashara nyingi tu na mama anahitaji sana nioe, siwezi kuendelea na haya maisha tena. Bricks akamsupport hapo mwanae na nini, akasema naye anatamani sana kuanzisha familia, awe na watoto na nini, lakini kuwa na mwanamke anaona ni mateso tu, kwa hiyo akaona ni bora awe na mama mwenye mtoto wake. King akaona kama mchizi anataka maisha rahisi hivi. Bricks haamini kabisa kwenye kuwa na mwanamke mmoja, anaona ni hatari sana. Basi bana, leo mama kamleta Chikozi kumtambulisha kwa Kingsley. Unamkumbuka Chikozi? Mchizi ni kama amkumbuki hivi. Mtoto wa Sister Deborah, mtoto wa kiongozi wa kanisa. Mchizi akatoa salamu tu hapa kama hajaridhishwa hivi. Mami ikabidi wapishe waongee wawili, lakini mwana anaongea nini sasa na Chikozi? Hajampenda kabisa. Mwamba naye akatoka kumfuata mama yake. Mama, kwa nini umemwacha yule msichana sebleni kama vile? Chigozi sio msichana tu, ana tabia nzuri mno, anawajibika na amekulia kwenye familia ya Kikristo. Anakufaa kabisa yule, ananifaa mimi na nimemwona leo tu. Ninamjua mama yake miaka mingi sana, na ninavyokuona wewe unaogopa wanawake, isitoshe hata kutongoza uwezi wewe. Kwa hiyo ndio maana nimeamua nikusaidie. Au nimekosea? Hapana, kwanza siogopi wanawake, ninajiamini sana tu, lakini naweza kutafuta mwanamke mwenyewe. Usilete wasichana wako wa kanisani hapa tena, sawa? Leo King akaja ofisini kumwambia Madam V kuwa anataka kuanzisha familia. Madam V akafurahia sana hili. Mchizi akasema hawezi kuendelea na hii kazi kama akioa. Nani amesema huwezi kufanya? Hebu kaa hapo kwanza, nataka kuacha. Hivyo tu unajua itaathiri kiasi gani biashara yangu? Wateja wangu wanaonilipa vizuri wanakutaka wewe. Mama akasema na vijana wake watatu wameoa na wanaendelea na kazi tu, kwa hiyo hata yeye anaweza kufanya hivyo. King akasema atamfundisha kijana yoyote yule ili awe bora kama yeye, lakini hawezi kufanya hii kazi tena akioa. Madam V akakubali, lakini lilikuwa ni pigo kubwa sana kwake. Biashara yake inaweza kuathirika kwa namna moja ama nyingine. Kuna mteja Nene huwa anampelekea chakula. Sasa leo kuna mahali anawahi kidogo, kwa hiyo akaomba kama vipi Kingsley amsaidie kumpatia, maana atakuja kuchukua hapa nyumbani. Kingsley akakubali kwa ajili ya dada yake na nini, maana leo atashinda hapa nyumbani. Baada ya muda kupita, Nene akampigia simu Kingsley, akamwambia kuwa yule mteja yupo getini anasubiri, kwa hiyo kama vipi ampelekee kile chakula. King baada ya kufika hapa getini, alichokiona mbele ya macho yake hakuamini kabisa. Alikutana na mwanamke mrembo sana. Naweza nikalijua jina lako ili nithibitishe kama hii oda ni ya kwako kweli? Bibi akasema anaitwa Kamsiochu Kurochas, kifupi anaweza kuitwa Kamsi. Mchizi akaomba namba za bibia na nini. Bibia kuwa na makuu bana, akamblesi mwanetu. Hakutegemea kabisa kukutana na hili huwa hapa nje. Noma sana mtu wangu. Basi bana, siku iliyofuata Kingsley akampigia simu Kamsi. Akasema nimekupigia simu kukuambia kuwa nilifurahi sana kukuona siku ile, lakini pia nahitaji kukuona tena. Unajua
haitakuwa rahisi nipo tayari kwa ajili ya changamoto yoyote ile, cha msingi ni kuone tu. Kamsi akamtaka mchizi kama vipi amletee msosi tena, hapo ndo wataonana tena. King akawa amekubali hiyo challenge bana. Mkataba wa Madam V na Kingsley umefika tamati tayari. Mchizi ameshatafuta vijana ambao amewafundisha. Madam akasema, vipi nikikupa wateja wangu watatu wa mwisho, utachukua 60% na mimi 40, lakini pia utapata gari mpya na nyumba. Kingsley akakubali hilo, kisha akamshukuru sana Madam kwa muda wote ambao amekuwa naye hapa na nini na namna ambavyo alibadilisha maisha yake. Madam V akamtakia kila laheri mchizi kwenye maisha yake mapya. King akamletea taarifa mama yake na Nene kuwa bosi wake anahamia Australia, kwa hiyo ataacha kazi rasmi na atafanya biashara zake tu kwa sasa na yupo tayari kwa ajili ya kuoa. Mama akasema, hebu angalia Mungu anavyokubariki. Tangu uanze hiyo kazi umekuwa na baraka nyingi sana, utaendelea kubarikiwa zaidi na zaidi kwa jina la Yesu. Mama ajui kama mwanaye alikuwa anajiuza. Kwa hiyo umempata mwanamke tayari? Ndiyo, nimempata. Napaswa nikushukuru wewe hapo. Mimi? Kivipi yani? King akaomba msaidie kuandaa pepe snail nzuri ambaye yeye ataiandaa kwa ustadi ule ambao kila mara huwa anaandaa. Nenendo akajua sasa kumbe anayeongelewa hapa ni Kamsi ambaye ni mteja wake. Alifurahi kinoma alivyojua ni yeye. Akasema Kamsi ni mzuri sana na ni mteja wake mzuri mno. Hongera sana brother. Siku zote wanawake wazuri wanapata mwanaume mzuri. Kama najiona nikiwa nimebeba mtoto, baraka nyingi sana zikatolewa pale na bimkubwa. Kama ambavyo Kingsley aliambiwa na Kamsi, akawa ameleta snail supu hapa. Sikutegemea kabisa kama utakuja, kwa ajili yako nimekuja. Kisha mchizi akaomba kama vipi atoke pamoja. Kamsi akasema muombe siku nyingine wakikutana. Basi bwana mchizi akukata tamaa. Siku nyingine tena Kingsley akamletea pepe soup Kamsi. Ulisema ni kuombe tukikutana tena, lakini haukupaswa kufanya hivyo. Mchizi akamwomba tena watoke waende wakale msosi wa jioni. Kamsi akawa amekubali mara hii. Akasema saa 1 kamili jioni basi tukutane sehemu ambayo nitakutumia location. Mkeka kwa mchizi umetiki. Noma sana mtu wangu. Muda ulipofika, King alifika mapema sana. Kamsi naye akaingia hapa amependeza kinoma. Mwana akaagiza ua lake pale na nini ili ampe bibie, maana aliandaa kitambo tu. King akasema, siku ya kwanza na kuona niliona kitu cha thamani sana ndani yako. Nataka tujenge kitu mimi na wewe. Nakupenda sana Kamsi. Nakupenda pia. Wewe ni wa tofauti. Kamsi leo amekuja kutambulishwa nyumbani, lakini ana wasiwasi kinoma. Anahisi pengine mama yake King anaweza kumkataa. King akasema hakuna atakaye kukataa, wote wanakupenda sana pale. Wakati Nena anamuelekeza mama yake kutumia simu, Kingsley akaingia na Kamsi. Nena anampenda kinoma Kamsi, kwa hiyo akaomba kama vipi amkumbatie walau kidogo tu. Akampiga kumbato la viwango hapa na nini. Mama akamkaribisha Kamsi nyumbani kwao. Kifupi, familia nzima inampenda Kamsi. Hivyo nakumbuka kaka ulivyokuwa unacheka kama kichaa. Sikujua kama Kamsi ndio sababu. Ninafurahia sana umemleta nyumbani. Mwanangu ni mwanaume mzuri sana. Mama yupo sahihi. Huyo ni 911 yangu na mimi nitakuwa 911 yako, sawa? Akikuumiza tu naomba nipigie, nitamnyoosha. 911 ni namba ya dharura. Kwa hiyo hata Nene akajitolea kuwa 911, yani sehemu ya msaada. Noma sana hii mtu wangu. Sasa King ikabidi ampeleke chumbani kwake Kamsi. Kwa hiyo nampeleka chumbani. Haya, kwa heli, wanaenda chumbani mama. Wewe na kuhusu nini? Kamsi hakuamini kabisa upendo ambao ameonyeshwa na familia yake Kings. Amekuta upendo tofauti kabisa na vile ambavyo yeye alitarajia. Kamsi akasema, sijawahi kumpenda mtu hivi, hata mimi sijawahi kutaka kumlinda mtu kama hivi. Leo Kamsi akamwambia Kingsley kuwa wazazi wake watarejea nchini hivi karibuni. King akasema shida ipo kwa mzee wake, lakini kwa mama yake lazima atampenda tu. Kamsi akasema wazazi wake ni waelewa sana, kwa hiyo haina shida kabisa. Wazazi wake Kamsi wamerejea nchini rasmi. Sasa King alipofika, Kamsi ikabidi aende kumpokea. Mama alipomuona tu Kingsley akashtuka. Kingsley pia naye akashtuka. Hawa ni kama wanafahamiana kwa muda hivi. Inawezekana kwenye shughuli zake mchizi amewahi kupita naye huyu He! Wakati wa msosi, mzee akataka ajue mawili matatu kutoka kwa Kingsley. Akasema amesoma business admin kutoka chuo kikuu Lagos. Nilifaulu kwa kiwango cha juu sana. Na familia yako, nipo na dada pamoja na mama yangu. Nimekuwa na walea tangu baba yangu alipofariki. Hiyo ni nzuri sana, familia kwanza. Tuambie unafanya kazi gani? Nafanya vitu vingi, logistics, kuleta na kupeleka vitu nje, lakini pia nimewekeza kwenye mgahawa wa dada yangu. Mzee akaonyesha kufurahishwa sana na upambanaji wa King. Mama haelewi afanye nini hapa. Mpenzi wa mwanae alikuwa sugar boy wake. Atamwambia nini mwanae amuelewe? Na alikutana naye vipi? Walikuwa wanafanya nini? Akasema Kamsi hapaswi kabisa kujua hili na atamtafuta Kings waongee. Mama ikabidi amuulize mwanae mahusiano yake na King yanaendeleaje. Kamsi akasema anaendelea vizuri tu. Una uhakika unataka King awe mume wako? Ndiyo mama, King ni kitu kizuri ambacho sijawahi kabisa kuwa nacho. Yupo tofauti sana na wanaume wengine, nampenda. Mama akasema ni jukumu lake kuhakikisha kuwa mwanae yupo mahali salama. Mama alipambana kinoma hadi akakutana na Kings. Akasema ameipata namba yake kutoka kwenye simu ya Kamsi. Tunahitaji kumwambia ukweli Kamsi.
anastahili kujua tulivyokutana. Mama akawa amekataa, lakini sio sawa, nataka kumwoa Kamsi, naogopa akijua ataniacha yule. Hawezi kujua na kuahidi siwezi kumwambia pia. Vipi wewe? Hata nielewa, sijawahi kumwona mwanangu anafurahi kiasi hiki, tafadhali naomba usimwache. Mama akaahidi atakaa mbali naye kabisa. King naye akasema hawezi kumwambia, kwa hiyo siri itabaki baina yao. King akamfuata Brix nyumbani kwake, akamwambia kuwa kuna tatizo. Tatizo gani tena hilo? Akasema anajuana na mama yake Kamsi. Kwani hilo ni tatizo? Alikuwa mteja wangu. Brix akachoka kabisa. Hicho ndo namaanisha, anahitaji kuweka siri. Kama mama yake Kamsi anataka kuweka siri, itunze basi, hakuna mtu ambaye ataiongelea, hata mimi pia sitaiongelea hiyo. Hofu ya King ni kuwa hataki kumdanganya Kamsi, maana anaenda kufunga ndoa naye, kwa hiyo uongo kwake ni mwiko. Brix akasema familia nyingi sana zina siri. Kuna wanaume wanaishi na watoto ambao sio wao, wanawake wanatunza siri sana. Isingekuwa DNA test, hakuna ambaye angekuwa anaijua hii siri. Sawa, hata nyie kama vipi bakini nayo kama siri, hakuna ambaye atakuja kuijua. Hili kidogo likamwingia Kingsley. Siku ya kuzaliwa Kamsi imewadia. Kingsley akaanza maandalizi ya surprise nzuri kwa ajili yake. Alikuwa anashirikiana na mdogo wake Nene. Akasema anahitaji TV kubwa ambayo itaonyesha picha zao wakati wanakutana. Nene akasema kila kitu kipo vizuri, lakini pia anataka kuitumia hii siku kwa ajili ya kumvalisha pete ya uchumba Kamsi. Mchizi amejipanga haswa. Basi bana, siku ya surprise ikawa imefika. Akamfunga macho Kamsi na nini ili asione kila ambacho kinaenda kutokea humo ndani. Huku ndani palikuwa pameandaliwa vizuri haswa. Kila mtu alikuwepo hapa. Mzee, mama yake King, mdogo wake, lakini pia ndugu jamaa na marafiki pia walikuwepo hapa. Kamsi alipoingia ndani, ukapigwa wimbo wa birthday kusherehekea adhimisho la kuzaliwa kwake. Wakati Nena anaongea, King akawa amepiga goti chini bana. Picha zikaanza kuonekana kwenye screen. Siku ya kwanza wanaonana, wakati wanatambulishana, basi ilikuwa ni shangwe tu hapa ndani. Kamsi alipogeuka, akamkuta King amepiga goti aisee. He, nini hiki? Mbona mshtuko? Kila mtu ana shauku kinoma. Siku ya kwanza nilipokuona ulikuwa kama pumzi yangu nzuri, nikajua nahitaji kuishi na wewe maisha yangu yote. Na kuuliza Kamsi, naweza kukuoa? Kamsi akakubali, lakini kila mtu alikuwa anamshinikiza bibi akubali. Amekubali bana. Friday ilikuwa ni kubwa mno hapa ndani. Rasmi sasa ni wachumba hawa. Mara kwenye TV ikaonekana picha ya King yupo kitandani na mama yake mkwe. Kila mtu alishangaa kinoma. He, nini hiki? Wanamuona King akiwa amelala kitandani na mama mkwe. Nini kinaendelea hapa Kingsley? Nahitaji maelezo. Nini kinaendelea hapa? Hakuna aliyekuwa anajua zaidi ya Kingsley na mama mkwe. Hata wao wanashindwa kujielezea. Mzee akamuwasha kofi Kingsley. Kwa hiyo unalala na mke wangu, halafu nataka kumuoa mwanangu? Wote ondokeni hapa. Tokeni. Mzee akawatimua wote hapa ndani. Aibu kubwa sana hii. Da, noma sana mtu wangu. Kamsi akawa ni mtu wa kulia tu, hajui mama yake kwa nini kamfanyia hivi. Mzee akasema amempa kila kitu ambacho anaweza, yeye kazi yake ni kuleta aibu tu hapa ndani. Kamsi akasema hataki tena kumwona mama yake, na kuanzia leo anahesabu hana mama ameshakufa. Bibi akawa amesepa. Huku nyumbani mama alikuwa anamlaumu kinoma Kingsley. Amewezaje kulala na mwanamke kwa ajili ya pesa? Ulitegemea ningefanya nini? Ni kuangalia unakufa? Nimekuwa kijana mwema sana kwako, nimefanya kila kitu ambacho ulikuwa unataka nifanye. Mambo yote mazuri mimi nimeyafanya, nimesoma sana, nikapata ufaulu wa juu kabisa. Hata siku moja sikuwahi kukuomba ada, nilipambana mwenyewe, mwisho nikahitimu, lakini mfumo kanikataa. Sijapata kazi kwa sababu sina connection, hakuna nafasi kwa sababu sikujuana na watu sahihi. Mama, ulikuwa unaona kila siku nilikuwa natoka kwenda kutafuta kazi, lakini sikuwa napata. Sijivunii nilichokifanya, lakini niliokoa maisha yako. Angalia maisha ya Nene sasa hivi. Nitafanya tena na tena na tena. Sikutaka haya maisha, lakini nisingeweza nikae nione unakufa au nidharaulike kwa umaskini. Kutokana na maneno ya mchizi, Nena akasema tumsamehe tu, amefanya kwa ajili yetu. Nena akaomba sana msamaha kwa niaba ya kaka yake. Mama akamtaka mwanaye akae kwanza. Sikujua maumivu uliyokuwa umebeba. Wewe ni mwanangu, kijana mzuri, umefanya makosa, lakini ulifanya kwa ajili yetu. Natamani usingepitia haya yote. Nimekusamehe mwanangu. Mama kaachiria msamaha wa dhati kabisa kwa mwanaye. Baada ya lile tukio lililotokea, Catherine akamfuata Madam V. Kwa nini umemfanyia hivyo Kingsley? Unamzungumzia Kingsley au Sugar Baby? Oh, kwa hiyo umeanza kumuita jina lake sasa hivi eh? Sawa. Madam V akupenda kabisa King kuacha kazi, kwa hiyo ndio maana akazituma zile picha. Huu ulikuwa ni mpango wa ndani wa Madam V. Haujamharibia yeye tu, umeniharibia hadi familia yangu mimi. Madam V akasema amepoteza wateja wake watatu ambao walikuwa wanamlipa vizuri sana kisa King. Alivyofanya vile, akahisi pengine Catherine akijua mpenzi wa mwanaye alikuwa ni Sugar Baby atasitisha hiyo ndoa. Lakini cha kushangaza amekuja kumtetea ofisini kwake. Catherine akasema uliturekodi mimi na Kingsley bila ridhaa yetu. Unadhani wateja wako wakijua hili itakuwaje? Biashara yako itakufa na utapoteza uaminifu kabisa, na kila kitu ambacho uko nacho kitakufa
kufa. Catherine akaomba footage zote ambazo zilirekodiwa, la sivyo atamtangaza na hana pa kuchomokea. Madam V hakuwa na namna tena, akampa fresh ya kazi Catherine na kazi ikawa imeishia hapo. Siku nyingine, fikiria kabla ya kupita kwenye anga zangu. Mama alipofika nyumbani akataka kuongea na Kamsi. Tuongee nini wakati umelala na mchumba wangu? Sijalala naye. Mzee akasema muongo huyo, ondoka, una cha kurekebisha hapa kabisa. Mama akaendelea kusisitiza kuwa hajalala kabisa na Kingsley. Tunahitaji hiyo, kukaa na mwanaume kitandani mkiwa nusu uchi ambaye alitakiwa kunioa mimi. Kweli nimeona picha. Unawezaje kunitukana hivyo? Unalala na mwanaume ambaye amemchumbia mwanao? Najutia kulipa mahari yako. Kila mtu alikuwa anamlaumu Catherine tu hapa. Mama ikabidi aelezee sasa ilivyokuwa. Siku ya kwanza kabisa nakutana na Kings, akasema mume wake hajamgusa karibu mwaka sasa. Yuko bize kulala na wasichana wenye umri kama mtoto wake. King akasema kuna muda maisha hayaendi kama ambavyo ulikuwa umepanga. Vipi, unahitaji huduma ya kipekee? Mama akasema hapana. Alikuwa anataka kuona kama anaweza kumsaliti mume wake, lakini hawezi, sio vitu vyake kabisa hivi. Kwa hiyo siku hiyo hawakufanya chochote kile, wakaishia kupiga hadithi tu. King akasema unastahili kuishi. Vipi kuhusu taraka? Itakupa amani? Hapana, itamharibu mwanangu. Hicho ndicho alichokifanya Catherine siku ile. Hakuna kitu kingine ambacho kiliendelea zaidi ya hapo. Na wewe ulihisi sitajua? Ulikuwa unanisaliti kwa mabinti wadogo kuliko hata binti yetu. Unadhani najisikiaje? Catherine, samahani, nilikosea. Nilikuwa najihisi kijana bado. Nisamehe tu mamaangu. Sikujua kama itakuumiza hivi. Kwa hiyo mama, ulijua yote haya ukakaa kimya. Kwa nini? Mama akasema aliona ukaribu wake na mzee, hakutaka kuuharibu huu ukaribu, lakini bado anampenda sana mume wake. Hakutaka awe chanzo cha kuiharibu hii familia. Mzee akamwambia mama kuwa atafute nafasi kwenye moyo wake ili amsamehe tena. Kiukweli kabisa nilikosea. Nilipaswa kuwa mume bora. Kingsley alipojua mimi ni nani, alitaka kukuambia, lakini nikamwomba siseme. Nilihofia ningekupoteza. Nilifikiri kuweka siri nitakulinda zaidi mwanangu. Kutokana na maelezo ya mama, familia ikakubali kumsamehe. Baada ya wiki kadhaa kupita, hali ya King bado haiko vizuri. Hawezi hata kutoka nje, anammisi sana Kamsi. Yote haya yanatokea kwa sababu anampenda sana Kamsi. Nena akasema kama Kamsi aliumbwa kwa ajili yake, basi atarudi. Lakini kama sio hivyo, basi atampata mwanamke mwingine tu ambaye ataendana naye. King akasema hamtaki mwanamke mwingine, anamtaka Kamsi tu. Mama na Nene wakaja kuonana na Kamsi hapa, maana hali ya kijana wao ni mbaya sana. Mama akasema sipo hapa kumtetea mwanangu, lakini nimemlea ipambanie familia yake. Hiyo kweli aliokoa maisha ya mama yangu. Hatukujua nini alikuwa anafanya, lakini siku zote namwambia pesa za hii dunia zisikufanye upoteze utu wako. Mwanangu, najua una hasira, una hiyo haki. Ingewezekana kurudisha maumivu aliyokusababishia mwanangu, ningefanya hivyo. Haongei na mtu yoyote, hacheki tena wala chakula hali. Lakini mwanangu, kama umeamua mtoto wangu akufai, sawa, lakini kabla hujaachana naye muangalie amekuwa mwanaume wa aina gani. Sijui kama nitamwamini tena. Sio haraka. Uaminifu sio switch, ni mbegu. Kama una nia ya kuipanda, itarudisha kila kitu. Tafadhali mwanangu, msamehe kijana wangu. Nene akamwombea sana msamaha kaka yake. Kamsi akasema hajui moyo wake kama utamsamehe tena. Mama akasema toa muda, lakini maamuzi ni yako, yasiendeshwe na hasira, sawa? Leo kwa mara ya kwanza tangu yale machafuko yatokee, Kamsi amekuja nyumbani kwa kina King. King hakuamini kabisa hili. Nene ikabidi wapishe waongee kwanza. Kamsi akasema amepitia hali zote, huzuni, fedhea na zaidi amechanganyikiwa kabisa. Nimejaribu kukuchukia lakini nimeshindwa. Lakini ulivunja uaminifu wako kwangu. Nahitaji uniambie ukweli wote. Mchizi akasema alikuwa sugar baby. Alilala na wanawake wa kila aina. Alikuwa anajifanya vile ambavyo wao walikuwa wanamtaka. Awe mme, mpenzi, bosi na kila kitu. Yote ilikuwa ni kwa ajili ya pesa. Kwa nini sasa? Maisha yao yalikuwa ni magumu sana nyumbani, hadi ikafikia hatua hata kikipotea kitu chochote mtaani anasingiziwa mchizi ndo ameiba. Yote kwa sababu hana kazi. Hadi manabii wa uongo wakawa wanakuja wanamtaja yeye kwenye kila kesi za wizi. Yote kwa sababu mchizi hakuwa na kazi. Wanajua lazima aibe tu ili apate pesa. Sasa leo kuna simu ilikuwa imepotea. Huyu bibi hapa ndo amepoteza simu. Akawa amekuja na mtabiri wake. Akasema, mtabiri wangu amesema wewe ndio umeniibia. Lete simu yangu. Usipoileta hiyo simu naenda polisi. Nenda huko polisi. Nenda. Unaongea sana. Fanya miujiza yako. Mtabiri akaanza miujiza yake hapa. Mtabiri huwa na kitabu chake kimoja ambacho huwa kinasema ukweli. Akamwambia mchizi kama hajaiba basi asiogope. Nabii akaanza kufanya kazi yake hapa. Kitabu cha ukweli. Kama Kingsley ndio ameiba ile simu, zunguka kuelekea kwake. Kitabu kigaganda. Zunguka! Ngoma kimya. Subiri. Akarudia tena. Kitabu cha ukweli. Kama Kingsley ndo ameiba ile simu, zunguka. Mara kaja dogo mmoja ameshika simu. Akasema alisahau simu yake kwenye chaji nyumbani kwao. He, kwa hiyo nabii ni wa uongo Likawashuka hao wote. Umewaibia watu wangapi wewe? Wakaanza kumkimbiza nabii. Noma sana mtu wangu. Mchizi alikuwa anahangaika mara kwa mara kutafuta kazi. Amefanya sana interview lakini hajapata kazi. Mama anaamini wakati wa Mungu ukifika basi mwanae atapata. King akasema kuna wakati degree anaiona haina thamani kabisa. Wenzake wameajiriwa wana kazi lakini yeye amekaa tu anasingiziwa mwizi. Mara Nene akaja kumwomba hela ya gesi mchizi. Mwana hana. Akasema akirudi atalishughulikia hilo. Mama, gesi imeisha. Tunafanyaje sasa? Kunywa maji.
He, mama, tupike kitu bana, mbona hivyo? Unataka nifanye nini sasa? Hapa leo hawatakula kitu mpaka mchizi arudi, na mchizi hana kazi, sijui ataishije. Mchizi amefanya interview nyingine tena amekosa kazi, anahisi dunia ipo upande wake kabisa. Wakati anarudi nyumbani, kuna gari ikawa imesimama mbele yake. Aliyetoka alikuwa ni mshikaji wake Bonaventure. Mwana amejipata haswa, ana gari kali vibaya. Huyu mchizi anaitwa Bonaventure. Huyu mchizi hakuaga na akili darasani, lakini kwa sasa ametusua hadi King akashangaa. Ni Bonaventure huyu ambaye alikuwa anaangalizia kwangu kweli. Bricks ana gari kali na sio moja, ana magari kibao yani. Maisha yanaenda vizuri sana kwake. Vipi maisha yanaendaje? Ulikuwa na akili sana wewe. Maisha ni magumu sana, kazi hatupati, lakini bado natafuta. Bado unatafutaga kazi tu? Leo nimekaa siku nzima pale natafuta kazi, lakini nimekosa. Pole sana kaka, pole mno. Kwani wewe unafanya kazi gani? Maana umenona sana. Bricks akasema usiwe na haraka, nina biashara nyingi sana nafanya. Biashara gani hiyo mzee? Tulia, taratibu nitakwambia. Bricks anaishi kwenye jumba la kifahari mno. Haya maisha akayatamani sana King. Mwamba akamletea msosi hapa ale na nini, maana alikuwa anaonekana na njaa mno. Nimekuuliza kazi unaofanya ukasema biashara tu. Ni biashara gani hiyo mzee? Mchizi hakutaka kusema kwa haraka. Mzee niambie, nataka kuwa kama wewe. Maisha ni magumu kishenzi yani. Chochote naweza kufanya. Au natakatisha pesa, au nateka watu. Niambie mzee. Siwezi kufanya yote hayo. Mimi sina nguvu za kuteka watu jue. Bricks akasema kazi ambayo anaifanya haihitaji usomi. Sawa, kazi gani hiyo mzee? Akasema anafanya kazi ya male escort. Maana yake ni sawa na malaya wa kiume. Lakini mwana akajitahidi sana kuipamba ili isionekane hivyo. Akasema na wakala huwa anampigia simu anaenda kutoa huduma, baadaye analipwa pesa ndefu tu, na ndio maana naishi vizuri hapa mjini. Kwa hiyo unalala wanawake kwa ajili ya pesa? Bricks akasema ndo hivyo, lakini kuna wakati hafanyi hivyo. Hawa wanawake kuna muda wanahitaji company tu. Kingsley akagoma kuifanya hii kazi. Haya, endelea kubeba vyeti vyako, lakini ukweli ni kwamba hakuna kazi huko nje, labda utengeneze mwenyewe. Fikiria hilo mzee. Mchizi akarudi nyumbani amechelewa kinoma. Kwanza ameshika kibunde cha maana cha pesa. Kila mtu akawa anashangaa tu, ametoa wapi hii pesa? Akasema amepewa na Bonaventure, rafiki yake wa shuleni, na kwa sasa hivi ana gari, ana nyumba na ana maisha mazuri tu. Kifupi mchizi amejipata vibaya mno. Swali likaja, anafanya kazi gani? Hilo likawa gumu sana kwa mwana. Kingsley akasema anafanya kazi kwenye kampuni ya udalali wa viwanja. Basi bana, kadri siku zinavyozidi kwenda, hali ya mama inazidi kuwa mbaya. Inahitajika kama milioni 8 kwa ajili ya matibabu ya mama yake. Kingsley akawa na mawazo sana, na yeye ndo tegemewa hapa nyumbani, na wakati huo hana kazi. Milioni 8 hawezi kuipata kirahisi. Nina akamwambia kama vipi amwombe rafiki yake amsaidie, au kama vipi amsaidie kupata kazi, maana watu wenye pesa wana connection. King akasema ataenda kuongea naye kesho. Basi bana, King akarudi tena kwa Bricks akamwomba amsaidie milioni 8 ili mama yake aende akafanyia upasuaji. Hii pesa anayoitaka hata kwa mkopo tu yeye atamrudishia mdogo mdogo. Bricks akasema milioni 8 sio kitu, naweza kukupa hiyo, lakini utailipaje na huna kazi wala biashara wewe? Vipi kesho kama ukipata tatizo tena utakuja kuniomba? Sijui mzee, nimechanganyikiwa sana. Bricks akamtaka mwana afikirie kazi ambayo anaifanya. King akagoma kwa sababu mama yake ni Mkristo safi. Ni bora afi kuliko ajue mwanae nimekuwa malaya kwa sababu ya upasuaji wake. Usimwambie. Unadhani mimi natangaza kwa kila mtu kisa nimekwambia wewe? Cha kufanya waambie umepata kazi ambayo inakuweka bize. Kwa hiyo nidanganye. Fanya hivi ili upate unachokitaka. Unapaswa utengeneze pesa ili ulipe matibabu ya mama yako. Sawa, lakini pia unapaswa ujisaidie wewe mwenyewe na uitoe familia yako kwenye umaskini. Huu ulikuwa ni mtihani mzito sana kwa Kingsley. Kadri siku zinavyozidi kwenda, hali ya mama yake inazidi kuwa mbaya. Anafikiria ifanye hii kazi haramu ili amtibie mama yake au amwache afe kwa kukataa hii kazi. Ingekuwa wewe hapo, ungefanya nini hapa? Kingsley akaamua kuokoa maisha ya mama yake aisee, na kuitoa familia yake kwenye umaskini. Akaletwa ofisini kwa Madam V. Madam V akaanza kufanya vipimo vyake, akashika sehemu muhimu na nini. Madam akamkubali mwana, kwa hiyo atafanyiwa vipimo vya afya ili athibitishe afya yake kama ni salama kweli. Interview iliyofuata ilikuwa ni kufanya mapenzi huko anaangaliwa. Lazima mwenye mali aone ubora wa mali yake. Akamletea hii pisi hapa ili aishughulikie. Noma sana mtu wangu. Baada ya kazi, Madam V aliona ubora wa mwana. Alikuwa anastahili kabisa kuwa sehemu ya kampuni. Hapa ndipo mchizi akabadilishwa jina kutoka Kingsley hadi kuwa Sugar Baby. Akapewa kama $500 hivi ili akanunue nguo ili aonekane nadhifu muda wote na awe tayari kwa kazi muda wote ambao atapigiwa simu. King akarudi nyumbani kuwapa taarifa amepata kazi. Kila mtu alifurahi kinoma. Akasema atakuwa anasafiri mara kwa mara kibiashara na wanalipa vizuri mno huko ofisini. Mama akamshukuru sana Mungu wake. Nilijua majibu yangu atajibiwa tu siku moja. Hatimaye amejibiwa. Kutokana na hii kazi ambayo ameipata, mama yake rasmi atafanyiwa upasuaji. Mama akatoa baraka nyingi sana kwa mchizi. Mwisho akasema atampeleka dada yake shule ya mapishi pia na atamfungulia mgahawa mkubwa tu hapa mjini. Mida fulani hivi wakati wanakula, Kingsley akapigiwa simu na bosi wake. Akaambiwa anapaswa kwenda kazini leo usiku. Mchizi hana namna tena, ikabidi aende tu, na leo ndo kwa mara ya kwanza anaenda kuianza hii kazi. King akaja ameunyuka usuti fulani hivi. Umevaa kama unaenda kwenye kikao? Mchizi akasema hii ndo staili yake. Madam V akawa amekubaliana naye hapa. Akaambiwa mteja wa leo analipa pesa ndefu sana, kwa hiyo ahakikisha anamridhisha haswa. Sasa
Alipokuja kuonana na mteja wa kwanza, alikuwa anataka ajifanye yeye ni bosi wa mume wake, maana amechoka kila siku. Mume wake anarudi nyumbani amechoka sana. Mume wako ni msumbufu, ndio maana nimemtuma aende akafanye kazi huko ili mimi nifanye kazi yangu na wewe hapa. Mchizi akacheza nafasi ya bosi kama kweli yeye ni bosi. Hiki ndo kitu ambacho wanakitaka mashangazi aisee. Kisha Mikitu ikafata mtu wangu, yani haachwi mtu hapa. Mchizi alipiga Mikitu ya maana mno, kazi yake ilisifika sana. Aliporudi kwa Madam V akapewa mkwanja mrefu kinoma kama milioni 3 hivi. Biashara ni nzuri sana kwa Mchizi, imeanza kumlipa hapa. Usiku mmoja tukaondoka na milioni 3. Sasa Mchizi anavotoka nyumbani ni kama na biashara ya maana mno anaenda kuifanya. Aliporudi nyumbani akawaambia amekesha na wafanyabiashara wa Ulaya usiku mzima, walikuwa na kikao nao. Mama akasema, nilikwambia kazi utakayoipata itakuwa ya maana mno. Mungu ambariki sana bosi wako, ili hao anakupigia wewe tu kila mara, sawa? Basi bana, Nena akaanza kutamba hapa. Kaka yangu amepata kazi, tena kazi nzuri tu. Kuna wale wasukuma mikokoteni eti na wao walikuwa natamba wana kazi. Hata yule muuza mayai naye alikuwa anasema na kazi. Iko wapi? Njooni muone kazi sasa. Kaka yangu ndo kapata kazi huku. Hiyo nayo ni kazi ambayo nyewe mnaifanya. Nena alikuwa anawasema majirani zake ambao walimsingizia Mchizi ameiba simu. Mama akawa anatoa baraka za kutosha tu kwa mwanae. Lazima asali kila siku asubuhi ili mwanae akafanye kazi vizuri. Akasema siku zote ukumbuke kujituma pamoja na utu utakufikisha mbali sana mwanangu. Kuna wakati anatoka nyumbani asubuhi anakuja kwa Bricks kwa sababu hana pa kwenda hapa na nyumbani wanapaswa kujua anaenda kazini. Mafanikio ameanza kuyapata kwa muda mfupi sana Mchizi. Basi bana, Kingsley ameshafanya kila kitu kuhusu matibabu ya mama yake na wiki ijayo ndio ataenda kufanyiwa upasuaji. Mchizi akawa anapokea mapesa tu ya kutosha. Leo kaokota kama milioni 2.5 hivi, kisha kaambiwa kuwa kuna mteja mkubwa sana anakuja, anahitaji huduma ya siku 2 hivi, kwa hiyo atapata pesa nyingi mno. King aliporudi nyumbani akawapa taarifa kuwa bosi wake amemwambia anapaswa aende kikazi nje ya mji na atakuwa huko kama siku 2 hivi. Kwa hiyo Nene ndo atampeleka mama yake hospitali, lakini akimaliza kazi mapema ataenda kuwaona huko hospitali. Mama wa Kikristo huwa haachi kabisa kutoa baraka zake kwa mwanae, akamwaga baraka nyingi mno hapa. Baada ya siku kadhaa kupita, Madam V akawa anapokea sifa kibao za Kingsley, walikuwa wanamsifia kinoma hapa. Mchizi alipoingia ofisini kwa Madam V akapewa sifa zake nyingi mno, lakini pia kama haitoshi akapewa na gari mpya kwa ajili ya kutumia. Mchizi akuelewa, akapagawa kinoma. Hapo hapo akaongezewa na milioni 10. Vyote kwa sababu kafanya kazi yake vizuri. Mchizi akaahidi kufanya vizuri zaidi ya hapa. Alishangilia huyo, kuna kazi zinalipa sana ise. Si mnaona mwana amebadilika kabisa. Anapata vitu vyote vya thamani kwa hii kazi tu. Chanzo cha kufanya hayo yote ni mama yake atibiwe. Ungeniamini ukaniambia ukweli, nilitaka kukuambia kwa sababu ungejua nilikuwa nani. Usingenielewa, lakini niliamua kuacha kila kitu ili nisije kukutia aibu baadaye, lakini ungeniambia ningeamua mwenyewe. Mchizi akaomba msamaha tu hapa. Kamsi akamsamehe Mchizi na nini, na huo ndo kawa mwisho wa tambala hili mtu wangu linaitwa Sugar Baby. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine.